Mambo mbalimbali yanaendelea hasa kwenye hapo kwenye discipline. Tunashuhudia kuna kipindi utakuta anazungumzwa mchezaji fulani inatokea amefanya kitu fulani, mara ametoroka kambini, lakini sasa hizi tunaona kuna sakata ile la SOA japo halipo wazi. Pengine kama manager inakuwa ngumu kiasi gani, lakini pia tungependa kujua kwa nje kwa ndani kuhusiana na SOA kama itawezekana. Labda liko upande wa discipline sehemu gani? Swala SOA nadhani limetoka kwenye public, limezungumzwa, lakini na mwisho wa siku haonekani kwenye timu. Kwa hiyo maana yake kuna sababu mojawapo inayomfanya asionekane kwenye timu. Kwa hiyo siwezi kuliweka wazi sana kwa sababu liko kwenye kamati inayohusika, ni mambo ya ndani ya club, yanaweza kawa yamekuwa publicize si kwa njia ambayo ni stahiki. Kwa nadhani tutakapokuwa tumefikia mwafaka wa nini kilitokea, nini kimefanyika na maamuzi kamili, nadhani watu watakuwa informed. Lakini ni njia hizo za discipline ama kuna kingine? Ukisema discipline ni neno pana. Ni neno pana. Kuna mambo mengi yamejishika. Ndio maana sitaki kujiinvolve sana huko. Nadhani tuzungumzie kwenye upana wa club kama club. Sawa. Unajua nimekupa mfano hapa mwanzo kwamba kuna masaa machache sana ya kufanya kazi. Wachezaji ni binadamu kama watu wengine. Yes. Wachezaji wanaishi maisha kama wanavyoishi watu wengine. Watu hawataki wachezaji waishi kama maisha ya kawaida. Yaani mchezaji hatakiwi kuonekana pub, mchezaji hatakiwi kuonekana bar, mchezaji hatakiwi kuonekana kwenye public. Sasa sehemu za starehe ya sasa. Anaweza kuita sehemu za starehe, ni sehemu za kuenjoy, kutoa stress na kufanya nini. Sasa anazifanya katika mazingira gani? Ndio kwenye changamoto. Okay. Lakini hao wanaokupa hizo story kwamba mchezaji ametoka, mchezaji amelewa, ndio hao wanaowapa hizo pombe. Yani mhusika anampa mchezaji ofa, alafu yeye anakupigia, anakuambia kwamba mchezaji katoka. Hilo la kwanza. Alafu la pili, mchezaji ni high paid. Ana codes za kwake. Hakatazwi kutoka. Sisi tuna conditions zetu, anatakiwa kutoka katika wakati gani na mwisho asitoke wakati gani. Okay. Sasa mtu anakuambia mimi niache maisha yangu, mimi nalipwa na yeye analipwa. Mimi nikamchunge mtu mzima ambaye yeye ana maisha yake. Kwa sababu mimi namchunga mchezaji alikuwa kambini. Yes. Na asikudanganye mtu. Kambi yetu sisi hakuna mtu anatoroka. Siwezi kuizungumza kwa upana wake, lakini ni kambi ambayo ina taasisi zaidi ya moja. Okay. Naona. Yanaweza nikasema inalindwa na mojawapo ya chombo kikubwa cha usalama. Niliona ishaikufika. Inalindwa na moja ya chombo kikubwa cha usalama. Kuna wakuu wa kikosi wa taasisi mojawapo kubwa. Tunakaa nao katika kempu. Kuna kamera zaidi ya 40. Kuna factors, kuna special security, kuna special team, kuna nini, yani kuna story kubwa. Kwa those stories watu wanasema sio watu wanatoroka, those are the stories. Okay. Mtu anatoka akiwa kwenye maisha ya nyumbani. Sasa mtu anataka mpaka mimi nikiwa kwenye maisha yangu ya nyumbani nikamfuatilie mtu akiwa kwenye maisha yake ya nyumbani. That's unfair. Lakini mwisho wa siku lazima tukubali wachezaji wanaishi kama watu wengine. Sasa mentality ya mchezaji anatakiwa kuishi wakati gani? Sasa hiyo ni mentality ya mchezaji mwenyewe. Mimi nikimpa ofu ya siku 3, namwambia ofu utakaa siku 3, lakini uruhusiwi kuonekana sehemu fulani baada ya muda fulani. Okay. Umeona? Sasa akionekana baada ya muda huo, mimi nikiwa na ushahidi, akija pale kwenye mazingira sio rafiki, mimi nachukua hatua kama hatua zinavyotakiwa. Zipo hatua za kusimamisha. Kuna mchezaji anaweza asionekane akicheza, mtu mwingine ajui, kumbe ni commitment ya discipline. Kuna mtu anakatwa mshahara, kuna mtu anafanya. Kwa hiyo tuna taratibu zetu. Na kukata mishahara yapo. Kuna sinatokana na aina ya kosa. Kosa la kwanza atakatwa mshahara, kosa la pili atakatwa asilimia fulani, kosa la tatu ataingia kwenye commitment ya adhabu. Kwa maana ya kusimamishwa, kutotrain, kutokucheza mechi, kukatwa bonus. Ni factors ziko nyingi tofauti. Okay, sawa. Turudi kwenye kiwango cha timu. Pengine unakionaje kiwango cha timu kwa sasa ukitofautisha na msimu wa nyuma? Kwanza sisi hatujilinganishi na mtu yote. Okay. Yani Simba for almost miaka 10, miaka mingapi Simba inajipima yenyewe. Yani sisi hatujilinganishi na mtu yote kwa sababu
Hakuna kipi ambacho kimefanyika nchi hii kinachohusiana na mpira Simba hajafanya. Na sio kufanya, ndo alitangulia kufanya. Okay. Yaani tunapozungumza ubingwa Tanzania, unapozungumza sijui kucheza semifinal ya kafu, unapocheza kusema final ya kafu, sijui unaposema kuchukua ubingwa Afrika Mashariki, sijui unaposema Kagame, sijui unapozungumza whatever. Unaona? Tusker, sijui nini, Simba ametangulia kwenye kila unachokijua. Simba ndo klabu ya kwanza kuvaa viatu. Simba ndo klabu ya kwanza kuvaa jezi. Simba ndo klabu ya kwanza kuwa na basi. Yaani hakuna Simba ambacho hajawahi kufanya. Kwa sisi tunajipima kutokana na na sisi wenyewe. Mmetoka wapi mnakwenda wapi? For takriban miaka 4 hatuja perform vizuri. Lakini si katika incidents ambazo watu wanaizungumza. Okay. Kwa mfano, sisi msimu uliopita tumefika finali ya Confederation. Sahihi. Sisi msimu uliopita tumepika finali ya NBC, kwa maana tumefungwa na Young Africans mechi ya mwisho ya maamuzi. Maanake tumefika finali. Sisi kwenye CRDB tumetolewa nusu finali na Singida. Maanake ni semi finalist at least. Kwa hiyo bado tuliperform by 99%. Tumekosa tu kuchukua trophy. Kwa hiyo bado tulifanya vizuri. Miaka 2 mingine ya nyuma hatukufanya vizuri. Kuna ile miaka tumecheza quarter final, miaka 4 tulishindwa kwenda semi final. Kwa msimu huu unaweza kusema tunatakiwa tufanikiwe kama tulivyofanikiwa msimu uliopita. Yes. Lakini kucheza semi final, kucheza final is come once in a while. Unaona? Sisi tulicheza 93, tumeingia finali 93. Yeah. Sasa hivi baada ya miaka 20 kitu bado ndo tumekuja kuingia msimu uliopita. Kwa sasa hivi tunaamini tunajenga timu, kwa sababu kuna mahali tunaweza kuwa tulikosea au tulipatia, hatakuwa na bahati au kulikopo na changamoto 1 2 3. Tunajitahidi kusort out kadri inavyowezekana. Kwa hiyo tunaamini tumepata kikosi bora. Na kikosi bora ukikichunguza, tumesajili wachezaji takriban 7 katika dirisha dogo la Disemba. Na ni kitu cha ajabu, wachezaji 7 wote wameingia kwenye kikosi cha kwanza. Unaona? Na ni watu walikuwa wanaipigia kelele kwamba timu gani watu wanasajili, huwezi kupata, lakini maana yake sio waliokuwepo walikuwa wabaya. Lakini tumekuja kutengeneza wigo kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba wachezaji wote tuliwachukua wote wameingia kikosi cha kwanza. Sasa a way forward ni nini? A way forward maana yake inabidi tuboreshe hapa tulipo, tuendelee tunapoelekea, ambapo Mwenyezi Mungu akijalia naamini tutakuwa na kikosi bora cha miaka 3 4 5 ijayo katika msimu unaokuja. Sasa kama timu hii miaka 4 ya kukosa ubingwa mnaitazama vipi? Katika msimu bingwa lazima awe mmoja. Hata sisi tulikuwa bingwa miaka 3 4 mfululizo. Unaona? At end of the day bingwa lazima mmoja. Hizi klabu kubwa zina changamoto zake. Zenyewe zinaamini mechi yoyote lazima ushinde. Lakini mpira lazima uheshimu. Sisi siku hizi tema imetokea tu kwamba nitatoa mfano mmoja wa kijinga. Tulicheza na B19 nadhani. Yes. Kwenye kombe la CRDB. Mnaenda kwenye kikao na wale wanakuambia, wanatoa mfano, wanasema bwana, wanamwambia refa chezesha kwa haki. Unaona? Yaani cha maandalizi ya mechi. Sasa unajiuliza, sisi wenyewe tunaheshimu kila klabu. Unaona? Lakini kuna klabu hazipendi kuheshimiana. Unaona? Kwa hiyo sisi tunaheshimu mpinzani wetu, mtani wetu alikuwa bingwa, lakini tunaamini naye alikuwa na kikosi kizuri. Huo ndio ukweli. Unaona? Kwa hiyo na sisi tunaweza tukakwama mahali, lakini kama na sisi tunakuwa na ushindani kwamba tumefanya ushindani kadri inavyowezekana, lakini na sasa hivi tunaelekea pazuri zaidi. Tunaelekea pazuri zaidi kwa kweli. Mmekosa ubingwa lakini bado kikosi unakiona kiko vizuri. Kwa msimu uliopita. Tulikosa lakini tumetoa ushindani mpaka dakika ya mwisho. Tumetoa, ndio maana nimekuambia tumeingia final 3. Tumeingia final 3. Kwa hiyo hatakuwa mabingwa kwa sababu mwisho wa siku bingwa lazima awe mmoja. Lakini trend ya msimu huu Mwenyezi Mungu inshallah akisaidia, na katika juhudi tulizokuwa nazo, kikosi chokuwa nazo, management staff waliokuwepo, board members katika ushirikiano, rais wa heshima ukiangalia, mwenyekiti wa bodi katika follow up ukiangalia kadri inavyowezekana, lolote laweza kutokea. Tunaamini tutakuwa mabingwa.